you for coming to our church. Mimi ni mshiriki wa kanisa hili la IG Kenya. Kwa hivyo ukiwa hapa, mimi niko nyumbani na ninafurahi sana kwa sababu leo umepata fursa ya kuomba pamoja na sisi, na tunashukuru sana kwa kuungana na sisi kumaliza kazi hii mzuri. A very beautiful sanctuary that the people of Bomet Imani Fellowship have dreamt about, and I'm sure with your coming here, this dream will be a reality, and we are grateful. We thank God for that journey. Ya pili ni kushukuru pia viongozi wa Bomet ambao wametualika hapa na kutukaribisha. Siku ya leo ni siku mzuri sana hapa Bomet. Tulikuwa hapa pia a few weeks ago na maneno iko yametulia hivi vile yametulia, but today tunashukuru Mungu. We don't take it for granted, so we thank God, and we want to declare from the pulpit that from today going forward, this is the atmosphere that will be prevailing in Bomet forever. There will be no, hakutakuwa na hiyo maneno ingine. Hiyo maneno mimi nimekubali vile viongozi wamesema, tunataka tuweke nyuma. We want to put it behind us. Hiyo siasa tumesema hapana. Na as a leadership, we have met and we have consulted. Governor Barchok knows, wakili Hillary and the rest of the MPs, kwamba tulipatana na tukaelekezeana vidole ya lawama ya kutosha. Ile tunaambiana ni wewe. Mwingine anasema hapana, si ule alikuwa ameshika ile kubwa na kwanga mnakunywanga chai na yeye na nani. Mambo yetu tuliambiana. So hiyo maneno Governor Isaac amesema ni ukweli. Sisi kama viongozi, we are guilty as charged, and we will endeavor to do better. We are friends as leaders. Unajua pia nyinyi supporters ndio mnatuwekanga kwa hiyo situation. Sio viongozi hawana shida. In fact, you know, Prime Cabinet, see, we were here on a Saturday. On Tuesday, do you know who are having tea next to my office? Governor Barchok and Sige. Nilitoka kwa ofisi yangu na wapata wanasalimiana, wanazungumza. Na supporters yao pengine hapa Bomet bado hata waangaliani ama walikuwa wasalimiani. So pia nyinyi supporters nataka niwaambie, msipojipanga shauri yenu. Nyinyi mpigane tu mawe. On Tuesday, hardly 24 hours later, hao walikuwa wanapiga story na wengine. So tafadhalini msiweke kama vile, msichukulie maneno sana ati fulani na fulani. Wewe onesha kiongozi, ukitaka kiongozi wako afaulu, support yeye kwa kufanya vitu mzuri. Make sure that they deliver on their promise and all these things, so that don't push them in the wrong direction na kutishana ile maneno ambayo huwa tunasema. So I want to plead with our supporters also as a political class. Hata nyinyi mnachangia, ingawaje mnasema sisi ndio tunapanga, si nyinyi ndio mnaanzanga hiyo maneno. Nasemekana leo utapuliza hii kitu, utafanya nini? Hata usipofanya hii ama ile, nyinyi pia mnachangia. Kwa hivyo much as viongozi tunachukua the blame, hata wafuasi wetu pia tukubaliane na tuseme vile imetangazwa hapa. Tukikuja tena Bomet maneno itakuwa hivi. Yani kumetulia na kukakaa vizuri. And that's a call that we are making. I make a commitment as mimi ni kiongozi wa hawa watu, as majority leader. They are all people that we work together very well, and they are our friends, all of them, including the governor. Governor Barchok is my friend, na najua hivyo. Tumefanya kazi naye for very long. You know, in 2017 wakati huyu Governor Isaac alikuwa anasema ulipompeleka kwa NASA, we were among those who came to NASA him here. The late Governor Joyce aliniambia, nimechagua kijana kama wewe akuwe deputy governor. So wakati tulikuwa tunakuja hapa kwa campaign zetu zile za Jubilee, yeye alikuwa anaenda na team ingine. Mimi nilikuwa nabaki kwa ndege na none other than huyu Governor Barchok. Siku hiyo alikuwa mgeni kwa siasa kabisa. In fact alikuwa anashika microphone kama chokaa. Mimi ndio nilikuwa naolesha vile kushika, na tukakaa vizuri kabisa. So we've come a long way with Governor Barchok. Sige on the other hand, he's also very good friend of mine. We work together. Yeye ni mono wangu pale, but also a very sharp and brilliant person. So we want to give assurance to the people of Bomet and the people of this land. Hiyo maneno unajua ilikuwa Kericho, then it came to Bomet, kwamba kama dunia hii ya Kipsigis tutaketi chini kama viongozi ili tuhakikishe kwamba that becomes history. We want to promise that it shall never happen again. Na ikifanyika, ule ambaye atakuwa amekuwa responsible
tutatoka nje na tutangaze tuseme hiyo ilikuwa mpango ya mtu fulani, ili wananchi wajue vile kudeal with that person, si ndio? Mnatukubalia hiyo? Yeah. So nikikaribia kumaliza Prime Cabinet, I also want to appreciate what you're doing as an administration. Uongozi wenu, wewe ukiwa pale kama Prime Cabinet Secretary, helping to supervise the work of our administration. We are grateful for the work that this administration is doing. There are many good programs that are running courtesy of the effort ile wewe na rais na naibu wake mumefanya, na tunawashukuru. Ile tu tunaomba, umesikia maneno ile imesemwa hapa kuhusu program hii ya fertilizer, na mimi nataka kusema that was a great setback, especially to us as a farming community. Unajua sisi tunategemea kilimo, na last year because of that intervention of the Kenya Kwanza administration, we had a bumper harvest. We had more than 200,000 bags extra, no, 200,000 hectares under plantation, kwa sababu ya vile mlishukisha bei ya mbolea. Na unajua wale ambao walikuwa kwa hiyo biashara hawakufurahia, na ndio maana wamefanya hii maneno ambaye imetokea juzi. So mimi nataka niombe, tafadhali wale whoever is found culpable kwamba aliingiza mkono yake kwa hii maneno ya fertilizer akaharibu ili wananchi wajapata mbolea mzuri, tafadhali huyo mtu apelekwe jela direct. Hakuna kitu kingine ambaye inafaa kubakia kwa mtu kama huyo. You know, there are certain signature programs of this administration, and in fact as members of parliament we must also guard some of these programs very jealously. Isiwekwe ile fine ya kawaida. Mtu yoyote mwenye anacheza na hii program ya fertilizer, maneno ya affordable housing, maneno ya universal healthcare, that is an enemy of the people of Kenya. We should not allow those cartels to overrun us. DPP should have by now, on his own motion, directed EACC to round up anybody or any entity, any business that is found kwamba walikuwa wanatengeneza hiyo mbolea fake na kujaribu kuuzia wakulima wetu. Hawa watu, those are economic saboteurs, and they should never be allowed anywhere near the programs of our administration. Kwa hivyo Prime Cabinet Secretary, tunaomba tafadhali, please be firm, do not be moved, ensure that you guard these programs jealously so that we succeed together as an administration, because it means a lot. Ile tu pia ningeomba wananchi, because there is something else I've also noticed. Unajua wananchi wetu wamezoea ile mbolea ya zamani CAN, so wakiona anything ambaye si ile round na white wanasema ni fake. So pia nyinyi musigeuke mkue kebs at anything like ile mbolea ya zamani nasema hii ni fake. Hapana, make sure that if it is certified na inapeanwa pale, that's why we must guard government entities. NCPB stores zetu, those must be guarded like a holy sanctity. Ndio tupeane mbolea hapo na tupeane seedlings mzuri, so that mwananchi akiingia kwa store ya NCPB, hata ikiwe mbolea inakaje, akuwe na hakika kwamba whatever they are taking is good for use. That is the only request that you want to make of you. Mwisho, Your Excellency, ninapenda niombe kanisa kwamba tuombe ndugu zetu ambao wanaishi kule katika Valley. We have a big problem. We cannot say because they are far away from us here in Bomet that we don't feel their pain. There are people who are being massacred by bandits, na ni ndugu zetu kama sisi hapa wanazungumza lugha hii ambayo tunazungumza. In fact, Prime Cabinet Secretary, you know the office of the Inspector General is an independent office. Saa ingine mimi naona watu wanatafuta Kindiki, wanasema sijui nani. Nilikuwa nataka nikuulize, na ule mtu tulipea kazi ya Inspector General alikuwa anaitwa Koome, alienda wapi? Mbona sisikii sauti yake? How can you be Inspector General of Police and Kenyans are being killed and maimed every day by watu wanapigwa risasi na hatusikii chochote? In fact, mwambie tafadhali atoke Jogoo House hapo pahali yako na tusikie akizungumza from Kerio Valley where our brothers and sisters are being murdered and killed every day. Kama ameshindwa na hiyo kazi ya kuchunga amani Kenya yetu, then aondoke tu kwa ofisi, tupate watu wengine who can ensure that the lives of our people are safe, because we feel very bad about what's happening in Kerio Valley. We cannot be quiet, and I want to request the church that you really pray for our brothers and sisters wale wanaishi huko. Kanisa yetu iko na Baka mission stations in those lands. I worked there previously as a missionary nikiwa kijana katika hii kanisa in those places, and it's bad whatever is happening. So please, Prime Cabinet, wakati mnakaa katika baraza la mawaziri, speak up for our brothers wa Kerio Valley
and demand that the IG takes lead of our police service in ridding our country of those bandits that are ravaging the lives of our people. Mwisho, Your Excellency, thank you so much. On behalf of hawa watu wa eneo hili, pengine hawa wajui, lakini mimi najua kwamba on the 23rd of January, kama kuna siku mimi nilijua William Ruto anaenda kukuwa rais, it is on the 23rd of January 2022, ile siku ya earthquake. Siku hiyo tulilala vizuri, and we have never found opportunity. Unajua, kwa hawa pengine watu wengi wajui, if Davis was here, between Davis and myself, we know wewe ulitu, yani kwa Kikale tunasema kie tejele kiago marigi, yani ulitusaidia pale ilikuwa imeshikana kidogo. Gia yako iliturukisha mlima ingine ambaye sidhani kama tungeruka without your support. So as a people, kwa watu wa eneo hili, sisi tunakushukuru na tunasema taking bold decision. If you did not take the bold decision on the 23rd of January 2022 ya kusimama na ndugu yako President William Ruto, mimi sijui kama maneno ingeenda vile ingeenda. In fact, I'm almost certain that we will not be where we are. Your support counted, and we want to tell you thank you so much as a people of this region. In fact, sisi Kikwetu tunasema tukikupata mahali tutakupatia maziwa. Yani kinoginjego ndaginyorjini wian kabarin melelda tutakuwekea maziwa. So asante sana kwa kusimama na sisi na pia kukaa na hawa viongozi wetu. So let me stop there because najua muda umeyoyoma, but I appreciate, thank you for the church leadership, Reverend Caleb and the team that is leading Bomet AGC, all the best. Wakati mimi, we are looking forward to coming to open this sanctuary wakati mumaliza kujenga. Kwa hayo mengi na machache, wacha nichukue fursa hii nimkaribishe rafiki yangu Professor Hilary Barchok ambaye ni governor wetu wa hapa Bomet. Thank you so much, Governor.